Sasa nizungumzie na kuwasilisha sifa za kiongozi bora. Sifa za kiongozi nimeipeleka mbele na kuita sifa za kiongozi wa thamani. Kabla sijaainisha hizo sifa, nizungumze yafuatayo ya kiutangulizi. Kiongozi ni nani? Kiongozi ni mtu anayesimamia na kuelekeza watu wafanye kazi au shughuli fulani, awe amechaguliwa au ameteuliwa na akawekwa hapo na mamlaka husika. Thamani maana yake ni ubora wa kitu kutokana na hali na kuhitajika kwake katika jamii. Kwa maana hiyo basi, kiongozi wa thamani ni yule aliye bora, anayehitajika na jamii ili kusimamia watu na kuwaelekeza wafanye kazi au shughuli fulani. Kwa maana hiyo, kiongozi wa thamani, kiongozi bora anapaswa kujitambua kwamba yeye ni kiongozi, na katika kujitambua, moja, ajiheshimu, ajiheshimishe, aheshimu wengine, aheshimiwe. Wakati huo huo, kiongozi anapaswa kutambua thamani yake. Ana thamani gani na anaowaongoza. Kwa hiyo atambue thamani yake na thamani ya anaowaongoza. Kama hana thamani anayoongeza kwake na kwa wanaoongoza, kwa nini awe kiongozi? Kwa nini apewe nafasi hiyo? Au wanajamii wamchague kuwaongoza tena na tena? Ni vyema ajue na ailinde thamani yake na ya wale waliomwamini kama kiongozi wao. Kiongozi akumbuke kwamba aibu yake ni aibu ya waliompa nafasi ya uongozi, kwa maana ya waliomchagua au waliomteua kumpa nafasi hiyo. Hivyo siku zote ni vyema kutafakari namna gani ataendelea kuongeza thamani yake kwa wafuasi wake ili waendelee kumwamini na kumheshimu, kwa sababu kwa kufanya hivyo atakuwa amejiheshimisha. Kama hana thamani au kama thamani yake haiongezeki, ni heri akaachia wengine waje kuongeza thamani.